Prevalence rate of 17%. Kenya Health Information System through MOH, leading to many girls dropping out of school, facing health complications, and becoming vulnerable to poverty and exploitation. The dialogue brought together Islamic, Christian, traditional faith leaders, civil society organizations, youth advocates, and community representatives to reflect, share, and commit to action. I'm Bishop Silas Mugo, the Bishop of National Independence Church of Africa here in Meru, and we are here today gathered as an interfaith or other interreligious forum together with other community, civil society organizations, and also the national government representatives, and we are here to address the issue of teenage pregnancies here in Meru. And we are here saying that faith leaders from various denominations and traditions gathered today in Meru County for a critical interfaith dialogue on the rising cases of teenage pregnancies. The event, convened by the National Independence Church of Africa, which is NICA, in partnership with YWO4A, that stands for Young Women for Awareness Agency and Focus and Accountability, was driven by an urgent need to address the growing crisis affecting thousands of girls in the region. Recent data indicates that Meru County has reported one of the highest numbers of teenage pregnancies in Kenya, with a preference rate standing at 28% against the national preference rate of 17%. This information has been clarified by the Kenya Health Information System through the Ministry of Health, leading to many girls dropping out of school, facing health complications, and becoming vulnerable to poverty and exploitation. The dialogue brought together Islamic religion, Christians, traditional faith leaders, civil society organizations, youth advocates, and community representatives to reflect, share, and commit to action. And the call to action: as faith leaders, we recognize our moral and spiritual obligation to protect the innocence, health, and the future of our children. We hereby call upon 1. All faith institutions in Meru County to prioritize adolescent mentorship programs within our religious institutions. Number 2, that parents and guardians to have open, value-based conversations with their children about reproductive health, menstrual hygiene, management, and life skills. And number 3, the government and the local authorities to strengthen enforcement against the defilement and child exploitation and uphold the commitment to provide free sanitary towels to all school-going girls as a matter of dignity, health, and equal opportunity. Number 4, schools and education stakeholders to reintegrate and support pregnant and parenting girls without stigma. Number 5, that community-based organizations to work with religious groups in safe space creation and provision of sanitary products, information, and support. We reaffirm our commitment to championing a future where every girl in Meru County is empowered to dream, learn, and thrive, free from exploitation and early motherhood. This one is a joint statement by all the represented religious organizations that are here, and they are going to sign it as their duly statement for today. Thank you. Kwa majina ni mchungaji Masi Kithenji, na mimi ni mmoja wa wale ambao wamehusika katika kikao ama mkutano ambao umekuwa na matunda sana ya kufana
mkutano ambao tumekuwa tukiangazia na kujiuliza maswali kwamba mbona tuko na wazazi ambao ni wachanga sana. Imegundulika ama imepatikana mpaka yule mzazi wa umri wa miaka kidogo kabisa ambao amewahi patikana ni msichana wa miaka 9. Tukawa tunasumbuka na kujiuliza, nje msichana wa miaka 9 kwa kweli atakuwa mzazi wa aina gani? Kwa hivyo mkutano wetu umekuwa ukiangazia mambo haya, na ninashukuru Mungu ni kwa sababu tumeweza kuja pamoja mashirika na madhehebu mbalimbali, Waislamu pia wakiwemo, na tunashukuru ni kwa sababu zote tunatembea kwa imani moja. Kwa hivyo kuna yale ambayo tumeweza kuyaangazia mambo kadhaa, na tukaamua ya kwamba kila mtu akaweza kuchukua akaweza kufanya jitihada pale ambako hako tutaweza kupata matunda ama mtoto wetu wa kike atanusurika. Tumekuwa ama tumeuliza la kwanza ya kwamba madhehebu yote ambao yanamhubiri huyu Mungu wakachukue huu mzigo wa kuweza kuwalea watoto wetu katika makanisa yao, katika kuwa na madarasa kadha wa kadha, madarasa ya wale watoto wandogo, na katika haya madarasa haya mafundisho watoto wetu tumekubaliana waambiwe ukweli ili waweze kujua na kuelewa hatari iliyoko katika kuzihusisha kwa ngono wakiwa wachanga. Alafu tumeuliza pia wazazi wetu. Wazazi, kila mzazi achichukue mtoto, pengine wazazi wa leo kwa sababu ya kuwa na mambo mingi ya kufanya tukagundua ya kwamba hawana muda tosha na wazazi na watoto wao. Kwa hivyo watoto wetu wengine wanapotea ni kwa sababu mzazi hajapata muda kuketi na mtoto wake ili kuweza kumfundisha ama kumwelezea mambo na maisha. Vitabu sio tosha, pia maisha ni ya umuhimu sana. Wewe mzazi, chukua kazi yako, fanya kazi yako. Mtoto wako utakapompelekea mwalimu, na yeye atachukua, na yeye atashughulikia ama atachukua nafasi yake. Zaidi tunauliza serikali hivi, watusaidie sana ili kuhakikisha ya kwamba huyu mtoto wa kike amelindwa. Atalindwa kiaje? Atalindwa kwa kuhakikisha ya kwamba kama ni mahitaji mengine, kwa sababu tulikuwa tunaangazia na kufuatilia, tunaona umaskini unachangia sana huyu mtoto ambaye ana mahitaji ambaye ama hawezi akapata kile ambacho anahitaji. Wakati atapata mwanaume kule nje wa kuweza kumpatia ama kukutana na lile hitaji yake, utakuta kwamba salute hiyo amri. Kwa hivyo serikali yetu tunauliza wasaidie kwa vyovyote vile kupitia mashule yetu ili kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wako na kama sanitary towels ama mahitaji mengine ambayo wanaona ama ambayo yanaweza kuwa ni chanzo cha watoto wetu kupotea. Mashule nao, walimu nao wakachukua pia kazi yao. Najua ya kwamba ile curriculum ambayo tuko nayo kwa sasa CBC inaangalia mambo mengi na mambo ya kila aina. Kwa hivyo mwalimu na yeye atafanya kazi yake kule shule kuhakikisha ya kwamba amemfungua huyu msichana pia macho kuweza kujua hatari iliyoko katika kuachilia maisha yake. Wale ambao tuko nao katika manjumuiya yetu, those are community based organizations, pia na wao watusaidie vile vile, na tukaweza kushikana mikono wote pamoja, utakuta kwamba tutakuwa na kizazi ambacho ni kizazi tutakachozivunia siku za baadaye. Nashukuru. Imam Meru Prison. Leo tumekutana hapa sisi viongozi wa dini, tumejadiliana mambo ambaye inahusu wasichana wetu, mimba ya mapema. Tumehamasishana, tumejua kwamba sisi kama Meru County tuko 28%, ilhali national government kwa national ni 17%. Hiyo idadi ni iko hali ya juu sana. Sisi kama viongozi wa dini tuna kazi la kufanya. Lazima tuweke nafasi kwa kanisa yetu, misikiti, madrasa, ili tukae na hawa wasichana, watoto wetu wavulana, ili tuwahamasishe
kwa sababu wewe ni viongozi, wewe ni baba, wewe ni mzee. Na tena tumeambiana kwamba lazima tuongee kwa kinagaubaga ile kitu ambaye inahusu, ambaye inaharibu tabia ya jamii, ambaye haiambatani na maandiko yoyote, iwe Qurani, iwe Biblia. So tumesema kwamba sisi viongozi wa dini tuongee ukweli, tusifurahishe watu, tuambie watu ukweli, na tena tukihubiri tutafute ile verses ambaye inahusu wakati ambaye sisi tuko ndani sahihi. Tusiongee kitu ambaye imepitwa na wakati. So tunataka tumesema tuongee, tukue kikao mbele ili tuseme ukweli, tukue pamoja ili watoto wetu wasichana wasaidike. Na pia katika sekta ya elimu pia lazima mtoto akitoka shule ripoti itolewe ya kwamba mtoto fulani tumetuma nyumbani vile wanafanya mbeleni, ili mtoto asiingie kwa mkono wa mhalifu ambaye atapeleka hali ambaye haitaridhisha. So lazima kila sekta ya serikali, sekta ya dini, youth, community based organization, hizi yote tushikane, tuongee kwa lugha moja ili tuhamasishe wasichana wetu, tuwaongeleshe, tuwaketishe chini. Tuseme tu kama kitendo ambaye amefanya ni kitendo laana. Sawa, ni kitendo laana, lakini lazima tuwaongeleshe, tuwaelekeze kwa njia ambayo inatakikana. Kwa hiyo machache tumeapa. Naitwa Odilia Ndeti. We minimize the DCC Mentino. Nimekuja ili kusupport hii forum ya the religious organization, kwa sababu katika jamii wanasikizwa sana na wako na a big following, na tunaamini yale ambayo tumeongea siku ya leo kuhusu kupunguza dhulma za jinsia zitaweza kufika katika makanisa, zifikie Wakristo wetu, zifikie Waislamu na kila mtu katika mahali ambapo anashiriki kwa mambo ya dini. Ni kwa sababu dhulma haina ubaguzi hata wa dini, na tukisaidiana na the religious leaders tunaamini tutaweza kupunguza dhulma ambayo imekuwa ikienea, kwa sababu kama county tukiwa mbele ya the national figure ni kumaanisha kuwa watoto wetu wanaumia zaidi, na tungeomba sana our elected leaders also, vile religious leaders wamejitokeza siku ya leo, hata wao waeneze hii habari kuwa dhulma imeongezeka, na wajue pia wako na jukumu ili wahamasishe wananchi, kwa sababu pia wanasiasa wanafuatwa sana na watu wetu, na tunaamini wakiweza kuhamasisha jamii tutaweza kupunguza hizi dhulma, na pia watoto wetu watajua ni jinsi gani wanastahili kukaa katika jamii. Tungeomba pia dhulma ikifanyika tuache kunyamaza, na tuache kunyamazisha wale ambao wamedhulumiwa, kwa sababu pengine tunaona mambo ambayo yamefanyika imefanyika katika familia, na wengine wanaona ni kama tuna expose familia negatively. Kuna wale ambao katika hizo familia, katika jamii, wangependa mambo mengine ambayo ni criminal yazungumziwe huko manyumbani. Sheria iko na inatuguide vile sexual offenses zinastahili kufuatiliwa kisheria. Kwa hivyo we discourage, ingawaje watu wanajua kuna alternative dispute resolution, lakini alternative dispute resolution si haifanyiki wakati msichana amebakwa,
ama kuna kijana amelawitiwa, inakubaliwa kwa sheria zingine, lakini si mambo na SGPV. Kwa hivyo kama serikali tunaunga mkono the religious community na mashirika mengine ambayo yanatetea haki za wale ambao wamedhulumiwa na pia yanahamasisha jamii kuhusu maadili mema, ili tupe watoto wetu nafasi waweze kusoma, waweze kuwa kile ambacho Mungu aliwaumbia waweze kuwa. Tumeona viongozi ambao ni wa wanawake wakifanya vizuri katika sectors tofauti. Kwa hivyo na sisi tusinyime watoto wetu hiyo nafasi kwa sababu ya kuwadhulumu na kuwapea mimba za mapema ambazo mara nyingi zinafanya wasiendelee na masomo vizuri vile wangekuwa, kwa sababu mtoto mdogo akipata dhulma psychologically, ako tortured, physically pia anakuwa na shida na stigma inaendelea kuongezeka katika jamii. Tunashukuru our religious leaders na kuwaomba tuendelee kushikana katika kuhimiza maadili mema katika jamii zetu na pia katika makanisa na katika misikiti yetu. Asanteni.